wao sasa hivi wakiwa na haha katika kuboresha kikosi chao. Jina la Faisal Salum Abdallah Feitoto linatajwa sana midomoni mwa Yanga. Kwako hizi taarifa zimekufikia au unaona nafasi ya Feitoto katika kikosi cha Yanga tena ukiangalia na squad ambao wanayo msimu huu? Faisal Salum Abdallah anastahili kucheza klabu yoyote hapa Tanzania. Ngazi aliyofikia ni ngazi ya B+ ya Afrika. Tanzania ni A class. Ukizungumzia viungo washambuliaji watano bora, yeye anaingia top 3. Nianze tena. Ukizungumzia viungo washambuliaji hapa nchini watano, yeye anaingia top 3. Ukizungumzia klasi yake kwa Tanzania ni A, lakini kwa Afrika ni B+. Ukitaka numbers, anaingia top 3 mwaka wa 3 mfululizo, no doubt. Top assist this season, kweli sio kweli? Mwaka jana alimchallenge Aziz Ki aliyelelewa Uhispania, anayelipwa mamilioni ya fedha, si ndio? Ndio. Lakini mwaka jana ndo alimchallenge kwenye top scorer. Still alikuwa kwenye top 3 ya maassist hapa nchini, si ndio? Aliingia kwenye kinyang'anyiro cha best midfielder, aliingia kwenye kinyang'anyiro cha MVP. Tunazungumzia level ya mchezaji wa ngazi ya juu sana barani Afrika, si ndio? Hakuna kocha asiyetamani kuwa na Faisal Salum Feitoto Abdallah. Mwaka 2019 akiwa timu ya taifa, Emmanuel Amunike alitamka na kusema kwamba Amunike sio tu kwamba aliwahi kucheza mpira, amewahi kucheza mpira kwa mafanikio. Kikosi na kizazi cha dhahabu cha wa Nigeria, the Super Eagles, 1996 walibeba kombe la Olympic golden medal, sawa, wakiwafunga nusu finali Brazil, finali Argentina, wamba kabisa, sawa. Huyu Amunike amecheza Barcelona yenye mafanikio. Sio tu alikuwepo, alikuwa anacheza wapi? Barcelona, panapoonekana pana mpira mtamu. Akiwa kocha wa timu ya Taifa Stars ya Tanzania, aliwahi sema angezaliwa Ulaya anastahili kuchezea Barcelona. Hakuropoka. Mimi siwezi kubishana na Amunike. Mimi Justin Case siwezi kubishana na Amunike. Amecheza kwa mafanikio na ana uwezo. Kizazi cha dhahabu, kina golden medal. Amecheza Barcelona akiwa na watu wenye uwezo. Nigeria ya mafanikio, amekuwa kocha wa timu ya taifa na kuipeleka Tanzania baada ya miaka 30 kwenye AFCON. Amesema Faisal angezaliwa Ulaya angefaa kucheza wapi? Barcelona. Mimi Justin Case siwezi kubishana naye. 2019 Faisal alikuwa hana uwezo huu. Sasa hivi ame triple, sio tu double, ame triple uwezo wake. Composure, calmness, confidence, exposure, brain, ukubwa, njaa, amekoma. Maturity kabisa. Tuendelee swala lingine. Bwana, hebu tutajie viungo wako watatu bora Justin, watazamaji wajue. Pacome, washambuliaji, si ndio? Yeah. Pacome, Faisal Salum Feitoto Abdallah, Djibril Sila. Sijamuona Kretus hapa. Sijakuelewa. Sijamuona Kretus. Sasa mimi siangalia alifanya nini. Mimi naenda na numbers ambazo tunazo. Na aina ya wachezaji ambao mimi nawapenda. Ana uwezo wa kwenda wide, kushoto na kulia, anacheza kati, ana nguvu, ana energy, si ndio? Anapiga free kick, anapiga kona, ana uwezo wa kukimbia, anapiga mashuti, anaweza kuamua mechi. Sasa Chama hayo amefanya lini kwa mara ya mwisho? Wewe kwenye gari lako na Stefan umemtoa pia. Akimbii, achezi pande zote. Hana hiyo pesi ya Faisal, Djibril Sila na Pacome. Unaona unafanana. Wana pop up kila eneo. Yani mimi nina vitu vyangu. Mimi si Denis Zidane ndo mchezaji wangu wa muda wote. Zidane Zizu. Ndo mchezaji bora wa muda wote. Kwa nadhani unanielewa na maanisha nini? Yani anaweza ana mambo. Ana vitu vingi sana. Yani basics zipo na madangashe hapo. Ukitaka apige mawe anapiga, ukitaka free kick anapiga. Ana ushindi. Chama ameyafanya makubwa mengi kuliko hao wote. Mimi sio mimi sasa. Kingine bwana Justin, kwa unaona wananchi wanaweza wakapata saini ya fake?
Yeye anastahili kuchezea Yanga na Yanga inastahili kupata mchezaji kama Faisal Salum kwa sababu Yanga ni timu bora kwa sasa hapa nchini na inastahili kuwa na wachezaji bora ambao wapo nchini. Hiyo imetokea ulimwenguni. Real Madrid anafanya hivyo, Manchester ameshafanyaga hivyo, Man City amefanya hivyo, Juventus amefanya hivyo, lakini Bayern Munich amefanya hivyo Ujerumani, anakusanya cream yote anakuwa nayo yeye. Ajax Amsterdam amefanya hivyo na wengineo kina PSG na wengineo. So ana deserve kuwa na mchezaji kama Faisal kwa sababu Faisal ili awe bora inabidi akacheze kwenye timu bora. That's it. Wanasema kwamba wananchi katika eneo ambalo wanalifanyia maboresho sana katika eneo la kiungo. Pia jina la kiungo kutoka ASEC Mimosa ambaye makuzi yake ya soka kabla katika kosi cha Saint Etienne ya Ufaransa. Koimizo Miiga miaka 24 tu. Naye anahusishwa na wananchi. Nadhani imefika muda kama hakuna msaada wa moja kwa moja kati ya Jonas Gerard Mkude, Abubakar Salum Shwaboy, lakini vile Kretus Chota Chama. Kuna kila sababu kuanza kuleta wachezaji ambao wanakuofa miaka 3-4 mbele kwenye ubora. Lakini Mudathir anahitaji msaada pia. Lakini Aucho naye age inaenda, of course tunamwona na step up Duke Abuya, lakini ukianza kuleta wachezaji hao wenye miaka 23 plus ambaye anakuofa miaka 6-5 mbele sio kitu kibaya kwa wachezaji wenye namba kama za yule jamaa. Justin, mtaani kuna hii mada ambayo imeibuka. Wanasema kwamba kama Simba akibeba ubingwa wa CAF Confederation Cup, basi msimu wa Yanga utakuwa mbovu kwa maana amefeli kimataifa na kachukua kombe ambalo Simba ameshalibeba mara nyingi. Ikauli unaitafsiri vipi? Ikiwaje? Wanasema kwamba ikiwa Simba akabeba kombe la CAF Confederation Cup, basi msimu wa Yanga kwao utakuwa wamefeli. Kwa maana hata akibeba ligi kuu ni kwamba Simba ashalibeba mara nyingi, ila Simba atabeba kombe ambalo Yanga hajawahi kulibeba. Hii kauli mashabiki wakitambiana. Malengo ya Simba kufaulu na Yanga akifeli vinahusiana. Yaani kufaulu kwa Yanga anafeli Simba au? Kwa mpira wetu tumekuwa na drama hizo. Wao wapimane kutokana na wanachokipambania wakiwa wawili. Bado Yanga ndani ni bora. Anaongoza ligi, yupo nusu finali kama Simba ya kombe la FA, ngao kachukua Yanga tena kawababua Simba na Azam vya kutosha. Sawa, na sasa yuko kwenye muungano hatua ya finali. Hapa ndio wanapokutana hawa head to head. Huyu anacheza shirikisho, hakuna hata bingwa aliyeenda wa ligi yoyote hapa Afrika. Huyu huko alikuwa klabu bingwa, kaishia hatua ya makundi. Siwezi kukompea hivyo. Mimi sio mtu wa hivyo. Tafuta wachambuzi wengine wa hivyo. Yani mimi sichambui kwa sababu ya comment. Yani wao wata comment nilichokichambua. Nadhani hiyo nimekupa leo philosophy yangu kwa sifa. Sijai sema hiyo. Kijana wa mama. Sichambui kwa sababu ya comments. Ndio. Wata comments zao zitaendana na nilichokichambua mimi. Kuna na ina mchambuzi ambapo peke yako. Kama unaona naye mfananisha mwite afu tuweke wawili hapa. Labda Justin mwenyewe. Ndio hivyo yani. Bwana Justin, tumalizie na hiki hapa. Johnson Soa mwamba kutoka Singida Black Star anatajwa katika vichwa vya klabu zetu za Kariakoo. Mchezaji mahiri ameprove hilo. Muda mchache sana, namba za kutosha, magoli 11 kwenye ligi, si ndio? Akicheza michezo yake nadhani 9 kama nakosea. So ni mchezaji wa kiwango cha kutosha kabisa. Ni B+ Africa, A class Tanzania. Anastahili kuwepo kwenye klabu ambayo ina ubora hapa ndani, either Simba, Yanga au Azam. Sasa Azam kwa sababu sio washindi, simshauri Soa kwenda huko. Azam hawanishawishi kusema mchezaji mshindi anastahili kwenda kwao. Sasa wao watatujibu wao kwa sababu kama inawezekana labda na wao wanashabikia Simba na Yanga, mimi sijui. Wanatuchosha. It's okay, me I don't care. Kwani uongo? Wewe mwenyewe siku na timu wanajua katika hizi mbili yupo Kariakoo. Huyo. Hakuna mtu ambaye hayupo Kariakoo. Mimi mbona sipo? Hongera. Wewe upo na wewe Justin? Nipo timu moja ya Kariakoo. Sasa nitakwambiaje wewe kama nani? Babangu na mamangu siye kuwaambia. Kwa nini unaificha Justin? Kwa nini nikwambie wewe? Unaweka watu wa wewe tu. Ngoja nikupe hii kwa faida yako. Watoto wangu wawili wapendwa, Vince na Vanessa, hawajui. Mke wangu mpendwa hajui. Ndio. Niambie special kwa nini nikwambie? Unaofa nini kwenye familia yangu? Bwana Justin, wachambua. Unaofa nini kwenye familia yangu? Justin, kwa kitu hapa nimekiona. Mke wangu na watoto wangu wawili hawajui. Wewe unaofa nini nikwambie? Tujue kwamba Justin labda yupo upande fulani. Na ndio maana naweza kubalance sababu mimi nimeumbwa na nimeandaliwa kwa ajili ya kuzungumzia mpira. Mimi nazungumzia Simba, Yanga, Azam, KMC, JKT, Pamba na wengineo. Maana umechaguliwa. Inawezekana ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu pia ambao Watanzania wameipata. Asante sana Rich Media. Bwana shukrani sana, leo umenikabia koni sana Justin. Barikiwe sana. Ndo nzuri lakini ndo mazungumzo, sio kwamba nazungumza tu. Hiyo ndo conversation.
Nadhani Richi mwenyewe kafurahi. Bwana tutakutana tena, mimi nitakuja na madini ya kutosha. Haina shida. Hapa yenyewe sijaridhika, nimekupania balaa na kuhakikishia.